Nataka kumwambia mtu mmoja ambaye ana maumivu moyoni mwake, anasikia uchungu moyoni, au mtu kakukosea, au uchungu wa aina yoyote. Dunia tunayoishi sasa hivi, watu wengi wana uchungu. Biblia inaonya shina la uchungu lisizuke ndani yenu, lakini jua lisichwe ukiwa bado na uchungu. Huo uchungu unaopitia, jifunze kwa uchungu huo. Uchungu unakufanya uweze kuhusiana na watu wengine vizuri. Linakufanya uweze kuelewa watu wengine watakapopita kwenye tatizo kama lako. Uchungu unakufanya ujijue wewe mwenyewe, aidha kwa ubaya au kwa uzuri, lakini utaijua nguvu yako unapokuwa katika uchungu. Hukujua kama una nguvu hiyo, hukujua kama una ubaya huo, manake dhamiri inakushuhudia. Ukirudi mwenyewe kukaa, labda umegombana na mtu, namna ulivyomtukana unabaki unawaza wewe mwenyewe kwamba mimi ni shetani kiasi hiki. Bila uchungu usingeweza kuelewa. Kwa hiyo inakusaidia kujua kiroho kwamba wewe uko wapi kupitia uchungu ulionao. Ukiwa kwenye uchungu, kama umeendelea muda mrefu, wakati unapita kwenye hiyo hali ya kuumizwa, kuna watu wana matatizo tayari yameshaumizwa, alafu kila anayemuongelea wanagombana tena. Kwa hiyo anakuwa more and more frustrated, na uchungu unazidi kujichimbia ndani yake. Biblia inasema ukae mbele za Bwana, unyamaze kimya, atakupigania tu. Na unapokuwa kwenye pain, utakiwa kujionea huruma sana. Yaani unatakiwa ufanye kitu, yaani uingie kwenye activity, especially kwa wale ambao hawaendi kazini, hawana watoto, hana mme supportive, hana mke supportive. Kwa hiyo ni kama yuko yeye mwenyewe tu. Itasaidia. Labda nikwambie muda utakaokuwa busy na kitu fulani, at least yale masaa basi hukuwaza maumivu yako. Na Mungu anapenda sana kutumia watu waliopitia maumivu, walioumizwa. Anapenda sana kuwatumia hao. Wacha Mungu wake mara nyingi sana anawatumia maumivu, kwa sababu yeye tokea mbinguni ataangalia makovu yako na sio wakati ukiwa imara. Ulivukaje kwenye yale makovu? Mungu anaangalia scars. Hayo mapito ni ubatizo wako. Hayo majaribu, huo uchungu ni ubatizo wako kuelekea ngazi nyingine. Baraka zitakufanya umsahau, lakini hayo yaliyokuvunja moyo na kufanya umkumbuke Mungu siku zote. Hatuwezi kuchagua kwamba tupate uchungu au tusipate uchungu. Hatuwezi. Tunajikutaga tayari tumeshaumizwa, tayari tumeshapata uchungu. Lakini namna ya kuhangaika na uchungu huo ni unavyomjua Mungu na unavyomwamini. Hope umenielewa. Tunapata hekima kubwa sana katika uchungu, makwazo, majaribu, ukiyachukulia vizuri. Kwa kuwa walikuumiza, sasa uwe na hekima. Sitarajii urudie tena uhusiano huo. Ndio maana unasema, yani kila siku wananiumiza, kila siku ni mimi. Wewe kwa nini ulirudi? Hekima inapatikana katika maumivu. Mawazo ya Mungu, kama uko ndani ya Mungu, kama unamwamini, kama una time naye, una uhusiano naye, mateso ni sehemu ya safari yenu na Mungu. Maana hakuna namna ya kujifunza bila kuteseka, bila kuumia. Hakuna bila kuchafuliwa. Hakuna namna ya kujifunza. Anakufinyanga. Najua story ya mfinyanzi, kuwa kwenye shape anayotaka yeye kiroho. Wamama wanaelewa kama bado mnasugua sufuria na mikono na stiliwai na majivu, inasuguliwa mpaka sura yako inaonekana mle ndani. Ndivyo Mungu anavyofanya kwako. Kwa hiyo niko hapa kukufariji kwamba embrace hayo matatizo, hayo mapito. Kuna namna hayo upitiayo yamekufanya umjue Mungu, yamekufikisha kanisani, yamekufikisha kwenye maombi ya kilokole, umefika kwa nabii. Bila hayo matatizo usingefika. Yanakutakasa. Lakini unajua katika Yakobo hilo jaribu aliwezi kukushinda. Anakupa kadiri ya weight yako. Anakupa lile unaloweza kubeba. Usihofu. Ninachotaka tu ni kufariji, maumivu hayo yana mwisho. Usihofu. Imani inakomazwa katikati ya matatizo. Kadiri uchungu wako ulivyo, imani yako inakomazwa. Mungu ataacha hilo jaribu likushinde. Endelea kuvumilia. Remain encouraged, remain comforted. Ubaki umefarijika. Mungu akutie nguvu, and remain blessed.